Mdau wa Sokabet Africa, nikukaribisha katika Soka Spotlight kutoka Sokabet Africa. Jina langu nafahamika kama Monica George Mangera. Kama kawaida, hii ni Soka Spotlight na hapa huwa tunazungumzia masuala mbalimbali ya kimichezo, na huwa siko peke yangu, huwa ninawaalika wadau wa mpira ambao huwa tunazungumzia ama tunakuja kujadili mada mbalimbali, mada husika ambayo imeteuliwa kwa siku hiyo husika. Na siku ya leo bwana, tunakwenda kuzungumzia kuhusiana na sakata zima la AFCON, na AFCON bado inaendelea kama kawaida. Kwa hiyo tunakwenda kujadili muendeleo wa AFCON, inakuwaje, timu gani ziko bora and so on, na vitu vingi sana kuhusiana na AFCON. Lakini pia tutazungumzia kuhusiana na mbio za ubingwa. EPL imechangamka. Sasa hivi tunamwona Arsenal yuko kileleni, Man City anafuata, Aston Villa and so on. So tutakuja kuona kwamba je, EPL bingwa anatabiliwa kuwa nani kutokana na performance yake. Wadau wangu wa mpira ni Mr. Bigi hapa, Ivan Mnyema pamoja na Mkanani, right? Yeah. Bwana, mko sawa? Mko poa? Yeah. Kuna mtu anawatishia amani? Hapana, amani ipo. Amani imejaa, right? Amani. So tukianza upande wa AFCON. Bwana, AFCON bwana, Tanzania ni miongoni mwa timu ambazo zilifuzu kuweza kushiriki AFCON, right? Yes. Na tumeshuhudia Tanzania kupitia timu yake ya Taifa Stars ikifanya vizuri sana upande wa AFCON. And ilipata nafasi ya kuweza kuingia katika 16 bora. Lakini bahati mbaya mjini Mkatakamba akaingilia kati. So kwa mujibu tangu imeanza, una upande wa Ivan unaizungumzaje Taifa Stars upande wa AFCON sasa? Kwa AFCON sasa. Okay. Inaonyesha kwamba kwanza mpira wetu umekuwa. Okay. Ile wa kwanza. Wachezaji wanacheza kujiamini. Lakini pia diaspora. Tunachozidiwa sisi Tanzania mara nyingi kwenye mpira ni kwamba wachezaji wengi ambao wanacheza nje ya mipaka Tanzania wanakuwa hawaperform na kuja swala la timu ya taifa. Okay. Lakini katika safari hii tumemwona Hadi Mnogo anacheza ligi daraja la pili England Salford. Amekuwa na AFCON kubwa sana, amekuwa vizuri. Kuna dogo mmoja anaitwa Alphonse Mabula anacheza ligi kuu ya Azerbaijan, Rastaman fulani anapiga mpira vibaya, umeona. Yeah. Lakini pia tuna winga Tyler Kill, Mwarabu fulani hivi, mzungu unajua anaweza sana mpira pia. Kwa hiyo wametuongezea kitu katika namna moja nyingine hao wachezaji diaspora players tunasema. Okay. Lakini pia additional ya kocha tactic kabisa master Gamondi imeongeza kitu kubwa. Tumeshashiriki AFCON, hata iliyopita tulishiriki, lakini sasa hivi tumekuwa tofauti kwa zake mbinu, namna ambavyo timu inabadilika kutokana na mchezo. Umeona Morocco wale, hata kocha wa Morocco Walid Dalgi yeye mwenyewe kasema kwamba kwenye mchezo wao unaofuata dhidi ya Cameroon hataki ku-experience zile dakika 25 za kwanza kama ambazo walizipata kwenye mechi ya Tanzania, kwa sababu tactically Gamondi aliweza kuwafanya Morocco wawe wachezaji wa kawaida regardless ya kuwa na mchezaji namba 2 kwa ubora duniani kwenye orodha ya ameshafika top 5 orodha wachezaji bora duniani. Ashraf Hakimi, wana Brahim Diaz anacheza Real Madrid, lakini walikuwa wanaonekana tu ni wachezaji ambao wanaweza kupishana tuna wachezaji wetu hawa Kariakoo. Umeona, kwa tactically Gamondi ameongeza kitu kikubwa sana katika timu ya Taifa Stars. Okay. Bana, kwa upande wa Taifa Stars naweza nikazungumza kwamba kwa tuseme msimu wa 2024-25 kidogo ameonyesha yani ule utofauti wa vile ambavyo tulikuwa tunamchukulia zamani. Kwa yes, Tanzania hapo tunazungumzia upande wa Taifa Stars. Kwako wewe Mkanani, kama shabiki wa mpira, kama mdau wa mpira, unadhani labda tulikuwa tunafeli wapi hapo zamani na nini ambacho tumekigundua na tunaanza kukifanyia kazi kwa sasa hivi? Mimi nadhani ni uzoefu zaidi. Unajua kwenye hizi ngazi za mpira hasa wa kimataifa ambapo wachezaji wanakutana sio chini, wanakutana kwa muda kidogo, then waende kwenye mashindano makubwa kama AFCON wakapambane, ni experience zaidi ndio inakubeba unapoenda kushindana na mataifa makubwa kama Morocco. Kama kiangalia Taifa Stars ni mara ya 3, si ndio? Tunaenda AFCON na mara 2 za mwanzo tulikuwa tunatokea kwenye hatua za makundi. Lakini hii hapa kama unavyoona tumevuka mpaka hatua ya 16 bora. Japo sio kwa ushindi, lakini unaona timu ilicheza vizuri na ile tulikuwa best losers kweli. Kwa hiyo nadhani kikubwa kabisa ambacho kimetufanya tufanye vizuri kwenye mashindano haya tofauti na mashindano mengine ni ile experience ya kushiriki kwenye mashindano kama haya. Ukiangalia Taifa Stars tumeshiriki sana AFCON, tumeshiriki sana pia michuano ya CHAN. Kwa hiyo kuna mechi nyingi kubwa tukiwa kama timu ya taifa. Leo hii Mohamed Hussein
anajua nachezaje na Faisal Salum. Unajua Faisal Salum anajua anachezaje na Charles Mbombo, anachezaje na Bwana Samata. Tofauti na mwanzo ambavyo ulikuwa unaenda Samata ndo kwanza anaonana na Charles Mbombo, ndo kwanza anaonana na Haji Mnoga. Kwa hiyo ile experience wanapocheza mechi nyingi, kwa hiyo wanaelewa nini wanahitaji wafanye, nini wanaweza kufanya kama kikosi zaidi, tofauti na mwanzo ambavyo walikuwa wanacheza. Nahisi pia labda zamani najua tulikuwa na kile kicheto, unaenda kukutana na mchezaji mkubwa like. Of course hicho nacho ni kitu kikubwa sana, na bila kumkosea heshima Gamondi, nadhani ametuongezea kitu kikubwa sana kwenye timu yetu ya taifa. Amekuwa kwa muda mfupi na Tanzania wengi wanatamani sana angekuwepo kwa muda mrefu kutokana na jinsi ambavyo alikuwa anaiset team tunapocheza. Ukiangalia mechi za AFCON, tumecheza mechi nyingi. AFCON hii hapa hii ambayo tumetoka, ni mechi moja tu na Uganda ambao uliona tungefanya zaidi tungeshinda hii mechi. Lakini mechi nyingine zote yani tulitoa ile 100% ambayo unasema hakuna kitu kingine ambacho tungeweza kufanya. Unajua dhidi ya Nigeria hakuna kitu tungeweza kufanya, dhidi ya Tunisia, dhidi ya Morocco, tunacheza na Morocco unaona kabisa Tanzania tunaweza tukapata goli. Tunacheza na Tunisia unaona tunaweza tukapata goli. Kwa sababu gani? Ni jinsi ambavyo mwalimu aliangalia wachezaji waliokuwa nao, jinsi alivyomfanya Haji Mnoga. Na Ivan amemonyesha hapa Haji Mnoga. Haji Mnoga amekuja kwenye visit zaidi ya 2-3 za AFCON, lakini hajacheza kwenye kiwango kama alichocheza sasa hivi. Ni profiling ya Miguel Gamondi kwamba naendaje kumweka huyu Haji Mnoga nipate 100% Haji Mnoga. Akamchezesha Haji Mnoga kwenye wing back, na ile kazi ambayo alikuwa anaifanya kwenda na kurudi, jinsi anavyoshindana juu na wachezaji wa Morocco ambao wanacheza vilabu vikubwa duniani, anashindana nao na anashinda ile mipambano ya mipira. Tunaona kabisa huyu ni mchezaji ambaye ametengenezewa nafasi vizuri, amekuwa profiled vizuri kwamba mimi nataka ucheze hapa na ufanye kitu hichi. Kwa hiyo hicho ndio kitu kikubwa ambacho nakiona Gamondi pia amekuwa na mchango mkubwa sana pia kwenye timu yetu ya taifa kufanya vizuri. Pia wachezaji wamefanya kile ambacho wajibu wao. Kwa nadhani kuna misimu tuna kama AFCON 2-3 hivi tutaanza na sisi sasa kuwa pale kwenye robo finali, kwenye nusu finali fulani hivi, kwa sababu ni mpira ni historia kidogo, unajua Okay, sawa. Bana, upande wa Taifa Stars ndio tulifanikiwa kuweza kushiriki 16 bora, lakini bahati ilivyokuwa mbaya hatukuweza kupata nafasi ya kuendelea hapo kama mechi ambazo zinaendelea kama kawaida. AFCON inaendelea, lakini Taifa Stars kidogo hatukupata nafasi ya kuendelea zaidi. Tuliweza kutolewa na Morocco. Sasa tukirudi upande wa AFCON, kwa sababu AFCON inaendelea, Taifa Stars haipo, lakini AFCON lazima iendelee, right? So kuna timu ambazo zinaendelea kucheza, kuna Cameroon bado yupo, kuna Morocco bado yupo, Nigeria bado yupo. So kulingana na zile timu 8 ambazo zimesalia sasa, au ni wababe wakubwa ambao wamesalia, kina Ivory Coast, right? So nikikupa nafasi ya kuweza kunipangia mshindi wa kwanza, wa pili na wa tatu, kulingana na maoni yako wewe utamweka nani, Ivan? Kwanza lazima umpe mwenyeji nafasi kwa sababu nyingi sana. Morocco. Kwa kila ambacho alipeleka na Tanzania atapata nafasi. Tactically timu yoyote inaweza kumpelekea moto timu yoyote tactically. Umeona, ni tactically mtu yoyote anaweza kukuletea noma muda wote. Kutokana na hapo ndio maana tumesikia mbinu za Master Miguel Gamondi. Umeona, madaraja ya wachezaji kati ya Tanzania na Morocco ni mbingu na ardhi, lakini namna ambavyo waliweza kuheshimu tactical na tactics na maelekezo ya mwalimu imefanya watunishiane misuli na Morocco. Umeona, lakini still mimi kwangu mimi nampa nafasi ama nampa chapuo. Ndio maana hata kwenye website yetu ama ukurasa wetu wa SokaBet kuna soko la nani kwa bingwa wa AFCON. Morocco ana odi 2 na ndio odi chache zaidi kuliko timu zingine zote zilizokuwa pale. Hii sio kwa bahati mbaya. Kwanza madaraja ya wachezaji wa Morocco, wana wachezaji wanaocheza professional kwa hali ya juu kweli. Mtu kama Achraf Hakimi, nitakupa rekodi kidogo. Achraf Hakimi amechukua ligi misimu yote aliocheza soka la kulipwa. Yaani kuanzia Real Madrid ameenda Inter Milan, Borussia Dortmund amechukua, na amekuja PSG anachukua tu vikombe vya ligi. Kwa ni mchezaji ambaye yupo kwenye daraja la pekee yake kulinganisha na wachezaji wengi ambao wanacheza hapo. Lakini una Brahim Diaz, leading top scorer mpaka sasa hivi, ana magoli 4 kwenye AFCON, yupo kwenye kiwango cha maisha yake. Kuna mtu anaitwa El Kaba,
striker wa mpira. Kwa madaraja ya wachezaji wa Morocco yanatofautisha kwa kiasi kikubwa na wachezaji wengine, japo kama ulivyosema kwa mujibu wa swali lako nikupangie pale sasa. Mimi nitaweka Morocco namba moja, lakini pia Niger Boys tusiwachukulie kinyonge kabisa. Nigeria kwa sababu kumbukumbu ni kwamba msimu uliopita walifika finali AFCON iliyopita. Mimi sioni walifungwa na Ivory Coast, comeback. Ilikuwa ni comeback kwa dakika za jioni. Mimi sioni kama msimu huu watashindwa kuvuka tu inaofuata. Lakini namba 2 yangu mimi namweka Nigeria, lakini namsogeza pale Ivory Coast pia. Namba 3. Ivory Coast msimu huu pia amekuwa na msimu kama wakusoso kama gari na waka aliwake, lakini ndio hivyo kila siku amekuwa anafanya hivyo. Nasogea kama asogea, lakini atasogea pia. Mtu mwingine ambaye namsogeza top 4 sasa namweka na Egypt. Ukiwa na Egyptian King Mohamed Salah, sidhani kama unatakiwa uachwe katika conversation za Edo kuchukua ama uchukue, kwa sababu Salah mchezaji ambaye kama unavyosema world class player, amekuwa Liverpool, amekuwa top scorer wa Liverpool wa muda wote sasa hivi kama sikosei, kavuka rekodi ya Kenny Dalglish. Lakini pia ukiachia mbali kwamba msimu huu hajawa na msimu bora sana, lakini still mchezaji wa daraja la juu sana ambaye mimi naamini atasaidia Egypt kwenye kufika japo nusu finali ya AFCON. Unajua Monica, unapoongelea mashindano kama tournament kama hizi, unaongelea timu au mchezaji ambaye anaweza kuamua matokeo pale ambapo yani upo kwenye wakati umebanwa, upo kwenye wakati mgumu. Naongelea mechi ya Tanzania na Morocco, ni mechi ambayo kama tulikuwa tunaiona ni 50-50, 60-40, yani hatupishani sana nani anashinda kushinda ule mchezo kwenye pitch. Lakini timu iliyoshinda ni ile ambayo ina wachezaji ambao wanaweza kuamua matokeo kwenye nafasi ndogo zaidi atakayoipata. Hapo ni uwezo wa mtu mmoja mmoja. Individual brilliance. Na hapo ukiongelea hivyo tu lazima uweke jina la Morocco namba 1. Umeona anachoweza kukifanya Ashraf Hakimi, anachoweza kufanya Brahim El Kabi. Ni wachezaji ambao utakapofanya mistake ndogo tu ndipo wanapokuadhibu. Kwa hiyo quality ya wachezaji wa Morocco lazima wawe, yani kwangu mimi nawaweka kama contender namba 1 wa kuchukua ile kombe. Mimi namba 2 ningependa niende na Nigeria, lakini sasa unajua Nigeria sasa hivi ameanza kuja kuwa na, kama hapa tu zimetoka taarifa kwamba Nigeria wanadai pesa zao hawajalipwa. Kwa hiyo walikuwa wanatishia wasicheze hii mechi wachezaji, mpaka amekuja kapteni wao Wilfred Ndidi amesema kwamba atachangia, atalipa pesa kwa wachezaji wote tena waingie kwenye mechi. Kwa hiyo kama hivyo unavyoona tayari mentally na adhibu wachezaji, wanaingia hapo down kihisia, wanaona kama taifa linawatenga na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mechi na Algeria itakuwa ni kipimo kwamba Nigeria wanaweza kuchukua ubingwa, wanaweza kufika hata finali, kwa sababu wanaenda kukutana na timu ngumu alafu matatizo kama haya yanatokea. Kwa hiyo sitomweka Nigeria, nitamweka Cameroon kwa sababu ya kiwango anachokionyesha, lakini pia jinsi wanapocheza. Nadhani wana mchezaji mmoja bwana mdogo mmoja nimemsahau, anacheza Ulaya, naye anacheza vizuri sana, anasaidiana kazi na Mbeumo. Lakini pia ni ile wanavojitoa kama timu. Cameroon ni timu ambayo naona wanajitoa sana kama timu, hata president wao nadhani wanajitoa sana. Kwa namba 2 wangu mimi watakuwa ni Cameroon. Then unamaanisha kama kwenye mechi ya Morocco na Cameroon anayepita ni Cameroon anaweza akachukua ubingwa AFCON. Katika hao wawili hapa, either Morocco au Cameroon, hao wawili wanaweza wakachukua ubingwa. Alafu sasa namba 3 mimi kwangu ni Nigeria au Algeria. Kwenye mechi za 16 bora, mechi 2 kwangu mimi ndo zinaenda kuamua bingwa. Katika mechi ya Cameroon au Morocco pamoja na Algeria na Nigeria, nadhani hizo mechi zitaamua, kwa sababu Algeria wana wachezaji wengi sana wazuri na wanacheza sana vizuri. Nigeria pia nadhani ukitoa Morocco, taifa ambalo lina quality ya wachezaji wazuri zaidi, nadhani Nigeria. Either Nigeria kae na juu au Morocco kae. Kwa hiyo nadhani hao wawili ndio contenders bora sana wa hii mechi. Na kombe litanoga kama akichukua Nigeria au Morocco. Hapo ndo litanoga. Kwa mimi pale ni Morocco, Cameroon, Nigeria au Algeria. Wow. Uzuri ni kwamba
Bwana, SokaBet Africa kuna hayo masoko ya outlets. Ukiingia pale, nenda kwenye sehemu ya outlet, utakwenda kukuta na odds zimejaa. Odds ziko nene. Unaambia Morocco ana odds 2. Sasa how do you feel Cameroon atakuwa na ngapi? Atakuwa Algeria atakuwa na ngapi? Wewe tu uamue kushinda ama wewe tu ushindwe kuamua ushindi wako na SokaBet Africa. SokaBet, amua ushindi wako.